Kama ni dini, tufanyeni dini, kisha tupendane kweli, sio uongo. Tupendane kwa dhati, kwa ajili ya Mungu. Mengi ya kuzungumza kwa wakati huu hatuna, isipokuwa tushikamane mashehe, tuwe letu moja. Dunia hii inakwenda, tusigombee mitaa sana, kwamba mtaa ule wa kwangu, mtaa ule. Hakuna wale kuja na mtaa wake hapa. Kila mmoja alikuja kama alivyokuwa yeye mwenyewe. Amezaliwa hana chochote, hata nguo atafutiwa, hata nguo anatafutiwa. Ndivyo alivyokuja. Baada ya miaka kadhaa hivi sasa, ndio tayari mwenyewe ana akili, anachuma huku na huku. Leo sana tunagombea mitaa vingine, na hata Uislamu tuuache, mpaka tunakatana. Badala ya kuwa kitu kimoja, hatui kitu kimoja. Kwa nini tuagombea nini? Na Uislamu maana yake ni wewe ukusaidie mbele za Mwenyezi Mungu, sio hapa. Wewe ukishakuwa Muislamu, waswali vizuri, unafunga vizuri, unafanya mambo ya dini vizuri, unasubiri malipo kwa nani? Nani atakupa malipo hayo? Allah ndiye atakupa malipo ya swala. Malipo ya swala zako, saumu zako, ibada zako zozote unazozifanya ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu akulipe malipo, si mambo mengine. Lakini leo sasa imekuwa ni ugomvi kweli kweli. Shekhe huyu kaleta huyu, akaleta mwalimu kwa dini, umeleta mwalimu, halafu wala hawezi kufundisha. Lakini tuagombana. Sisi tunachotakiwa ni kushirikiana wote, hasa Waislamu, tushirikiane katika kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Halafu tuna aya twazisoma tukiwapa wadhi wake huko Kinarani, wasemaje? Watasimu bihablillahi jamia. Halafu mbona sasa aya hiyo watakufuata? Lakini kwenye vinara misikitini twaisoma aya hiyo, watasimu bihablillahi jamia wala tafarraku. Ndio tunavyosema, maana yake watu wasifarikiane. Mbona baada ya hapo tukatana? Kwa hiyo hilo si jambo zuri, ndugu zangu. Tuweni kitu kimoja. Kusoma maeneo mbalimbali si sababu ya kukatana. Kinachosoma ni kile kile, kitabu ni kile kile, Qur'ani ni ile ile, hadithi za Mtume zile zile, swala ni ile ile, ila madhhabu ziko tofauti, lakini jambo ni moja. Anayetoka hapa akenda Lamu ni yale yale, anayetoka hapa akenda Yemen ni yale yale, anayetoka Sudia akenda wapi ni yale yale. Ni tofauti huyu hivi, kila mmoja anajitahidi kwa namna yake, na kila mtu ana fikira zake na anania kwamba labda nikienda pale nitasoma haraka. Yule naye sasa, labda nikienda pale nitasoma haraka, nikienda pale labda nitajua leo mara moja. Ndio fikira tu, lakini jambo ni hili. Jambo sio moja tu, lakini ni fikira za watu kwamba mimi nikienda Salafia sitajua, lakini nikienda kule nitajua mara moja. Mimi nikienda Lamu nitajua mara moja, nikienda wapi nitajua mara moja. Ni hayo tu, lakini utajua yapi? Si swala. Utajua yapi? Si yale yale. Inakuwaje leo sasa watu wakatane? Kuna mengine au ni dini? Kama ni dini, tufanyeni dini, kisha tupendane kweli, sio uongo. Tupendane kwa dhati, kwa ajili ya Mungu. Tupendane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tusije tukaiharibu dini ya watu. Tutakuwa masuuli mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hilo ndio ambayo hasa kwa tunaona tuyaseme hayo. Leo kiingia hapo utaambia wewe umekaa mtaa wa nani? Wewe umekuja hapa wewe kama nani? Mtaa wangu, mtaa wako huu. Mwangalie yule anayekuja, kama ni masuala ya dini, aidi ungana naye. Madhhabu yenu ni mamoja, labda aliyekuja na madhhabu mengine. Aliyekuja na madhhabu mengine huyo si.
lakini sisi ni Shafia wote. Anayetuletea madhhabu mengine, huyo hapana, huyo atabaki na madhhabu yake, akafuta wenzake, lakini sio sisi. Lakini mwenzako madhhabu yale yale, masoma maulidi kwa pamoja, tahtimu mnasoma, lakini akija hapo tayari umenuna, maana mtaa wako. Mtaa nini? Ni mambo tu ya kidunia, ni mambo ya kwamba yule kaka pale, yule na sisi hayo pia tunayatia kwenye dini. Sisi pia hayo tunayatia katika dini. Huyu bwana mkubwa mtaa wake ni kubwa, na mimi kule kwa mfano na mtaa mwenzangu kaja pale anamzisha madrasa, mimi nimwambie usisomeshe hapa, maana mke wangu usisomeshe hapa. Hii ndio dini? Ni mambo gani hiyo? Ni dini hiyo au ni mambo gani?